Lakini nikutoe hofu tu kwamba muda sio mrefu utakwenda kumshuhudia kondoo akigeuka kuwa simba. Wewe ni mtoto mdogo sana kwangu na hauna ubavu wa kunitisha. Na kama ungekuwa na uwezo, ungenizuia nisimuoe mwanamke wako. Lakini mpaka nimefikia hatua ya kumuoa, manake wewe ni zilo na hauna lolote la kunifanya. Hongera sana brother kwa maneno yako ya ushujaa. Sasa nisubiri hapa. Wanawake ni wajinga sana. Yaani wewe nilikupa kila kitu, lakini bado unaendelea kumfuata huyu jamaa. Unajua maana ya ndoa? Sijui ni nani wa kuyafuta. True. Kila ninaye muamini ananiacha njia panda. Batili. Sijui nife ubaki na furaha. Nimejaribu kukupa nafasi. Sasa naona kesho nitakuja hapo ofisini tuongee vizuri. Sawa boss. Na kama kuna kitu chochote kitatokea kati yetu, basi naomba ujue tu kama nakupenda sana. Kweli. Siku za furaha zimepotea, maneno matamu sasa ni hadithi tu. Moyo wangu umebaki na maumivu, na siri ya huba imefunikwa giza. Siri ya huba moyoni mwangu imenifanya kuwa mfungwa wa maumivu. Nilikuwa nawe nikidhani. Hello? Mipango yote imeshapangwa. Ndoa itafungwa kesho kutwa. Kwa hiyo sasa hapa kazi yangu itakuwa ni nini? Hakikisha unasimamia mipango yote. Nadhani pesa yako nimeshakupatia. Hatudaiani. Sawa. Nikihitaji kukupigia simu, nipigie kwenye namba hii. Utanipata muda wowote ule. Lakini ingekuwa vizuri na wewe ungekuwepo kwenye ndoa ya binti yako. Mpaka nakwambia wewe, ina maana mimi sitofika kwa sababu za kiafya. Fanya kama nilivyokuambia. Sawa, nimekuelewa. Sasa hapa kituo cha kwanza ni Zanzibar. Nikijificha huko hakuna mtu ataniona.
Sasa kijana wangu, nimekuita hapa. Kuna dili imekoja. Kuna tairi za gari nataka uzipeleke Mwanza. Na nimekuteua wewe ndio uzipeleke. Okay. Niko sawa boss. Mzigo unatakiwa ufike lini? Unatakiwa kesho saa 12 asubuhi uanze safari. Uelekee Mwanza. Na nishonge na watu wa magari ya usafirishaji. Nitakupa connection nao. Sawa, kafanya shughuli. Sawa boss, nimekuelewa. Na kuhusu ile swala lako la pesa, ukishafika Mwanza nitakutumia pesa. Sawa. Safari njema. Nimebeba mzigo mzito, moyo unalia. Njia za dunia hizi si rahisi, rafiki wa kweli ni ndoto. Mwenzako nimezidiwa na huu mzigo mzito. Nikitokwa na machozi, nipe bega la kujificha. Hii siri, ni siri ya huba. Nimejificha kwenye kivuli cha hisia zako. Mapazia, basi mimi naomba uniambie tu. Sikia, hata nikisema nikwambie haitokusaidia chochote. Itasaidia mama. Jaribu kunielezea kidogo tu. Ni hivi, yule mwanaume ambaye mlitoa wote mahali, basi amekuja hapa na kumchukua mke wake. Wameondoka naye. Mama, kwa ina maana Aisha sasa hivi atakuwa yuko wapi? Aka, sielewi chochote. Hawakuniaga mimi. Sawa, basi naomba unisaidie namba zake zinazopatikana. Aisha hajabadilisha line. Namba anazotumia ndio zile zile. Na kama mtakuwa mmempigia hamjampata, basi atakuwa amezima simu. Mama, naomba ikumbukwe, Aisha ni mwanamke halali wa King of Town. Duma kaka yangu. Sasa kama kuna mtu mwingine amejitokeza kumchukua, anachokitafuta ni kesi. Sikia, naona mnanichanganya. Tena mnanichanganya. Kila mtu anayekuja anaongea laki. Huyu anaongea hili, huyu anaongea hili. Nimechoka. Yaani hatimaye nitafikia siku nitakimbilia hata polini huko. Nimechoka na haya mambo. Alafu umenikumbusha kitu. Ujue chuo ulikuwa unaimba sana. Vipi umeshaacha? Nangoja sasa kuacha kwa mfano. Tena sasa hivi nataka niende studio nikarekodi wimbo wangu mpya. We. Nakumbuka vile vindi ulivyokuwa unaimba bwana. Hadi sasa hivi naendelea bado. Yaani nimekariri nyimbo za Kihindi kichwani. Utadhani nilikulia India. We. Hatari. Asante kwa this. Kwanza nikupongeze sana kwa uamuzi uliochukua. Maana vijana wengi wakivurugwa na mapenzi, wengi wao huamua vitu tofauti. Wengine kunywa pombe, wengine kuingia kwenye anasa. Kwa hiyo wewe umechagua njia nzuri sana na Mungu atakusamehe dhambi zako. Amina.
Mimi nadhani nikupeleke kwa mchungaji akakuongoze sala ya toba. Sawa, hamna shida. Maria. Ade. Ugali hujaiva. Babe, mbona mimi nimekula ugali huo? Utasemaje hujaiva? Maria, usinibishie. Ugali hujaiva, si huu hapa. Veso, hata kama chakula hakijaiva, ndio unanifokea kwa ukali huo? Au muda nishai kupika chakula kibichi? Kwa nini unataka kukosea usiambiwe ukweli? Sijasema usiniambie. Ila sawa babangu. Acha nikakusongea ugali mwingine. Sitaki tena kula ugali wako. Siku za furaha zimepotea, maneno matamu sasa ni hadithi tu. Moyo wangu umebaki na maumivu, na siri ya huba imefunikwa giza. Siri ya huba moyoni mwangu. Nani tena? Nishachoka. Nani? Habari zenu? Salama. Sasa uko utokako? Nzuri tu. Yuko chumbani. Wewe umekwambia baki nyumbani mpaka pale nitakupa kutafutia cha kufanya. Anaambia umekuja kufanya nini? Jamani, kwani kuja ofisini kwako ni kosa? Umekuja kufanya nini? Kwani mimi nimekuita? Nilikuwa naenda sokoni, nikaona sio vibaya kupita kwa kukusalimia. Hivi unachokiongea unajisikia kweli? Maria, kuna soko umeliona hapa? Nenda sokoni bwana. Veso? Veso nini? Nenda sokoni. Kama ngejua mapema kama kuna kuachwa, ningetoka mapema nifunge kurasa. Mapenzi hasara, hasara lo hasara. Mapenzi hasara, hasara lo hasara. Hivi hili msichana lina nini hili? Mbona unanipa majaribu sana? Maana mwanzoni mimi nilikuwa napita tu.
Ili sasa hivi lenyewe ndo linanifanya linanipenda. Najua kaka utaniona mimi ni mjinga, lakini haya ninayokuambia yana faida sana katika maisha yako. Hebu jaribu kufikiria, umetoka na wanawake wangapi na wote wamekuachia maumivu? Hebu fanya maamuzi sahihi. Maamuzi niliyofanya mimi ni kuokoka. Sitaki tena mapenzi. Najua kila anayeumizwa anasema hivyo, lakini mimi najua kuna siku utahitaji mpenzi. Mimi sitaki upate mpenzi atakaye kuumiza tena. Mimi nakuahidi. Nitakupenda, nitakujali, nitakupa kila kitu unachokitaka. Alafu ukiishi na mimi hakutakuwa na gharama tena ya kuoa. Yaani mimi nitakuwa mke wako for free kabisa. Nice. Umerogwa au ni nini? Ni wewe kweli? Ni mimi kakaangu. Mimi nakuonea huruma. Naomba niwe furaha yako ya kudumu. Sitaki kuona unateseka na mapenzi. Hapana, kwa kweli. Yaani kama kuna mtu amekuvutisha bangi, hiyo sio bangi ya kawaida. Hatakuwa amekusokotea mavi ya punda. Huwezi kunielewa. Lakini siku ukiamua kunipa nafasi, utajua nini ninamaanisha. Sitaki hata kujua hicho kitu ninachotaka nijue. Alafu utanipa kesi wewe. Kwa nini nikamwambia? Naona ameondoka. Ila kuna mwanamke nimemkuta hapa. Ameniambia amechukua tu kibegi chake na kuondoka. Sawa, ngoja basi mimi nijiandae nikamwangalia kwa mama yake. Acha utani basi. Mimi nilijua labda baba yako amekupeleka nje ya nchi, labda Marekani. Hapana shoga yangu, nipo hapa mjini, ila nimefungua tu biashara hapa. Hongera shoga yangu. Mimi nipo tu hapa mjini. Hata hiyo ajira yenyewe sijapata. Usijali, utapata tu. Sema nimekumisa sana rafiki yangu. Wewe si umenitenga. Yaani toka tumalize chuo hata kunipigia simu hamna. Simu yangu ilipotea, kwa hiyo sikuwa na namba yako. Kwani sasa hivi uko wapi? Sasa hivi nipo nyumbani kwa kakaangu. Okay, ngoja nije nikusalimie basi. Haya, karibu. Mimi natoka. Unaenda wapi? Nataka nikaonane na mama mara moja. Sawa. Lakini kuna rafiki yangu mmoja anakuja kunisalimia. Sawa, mna shida. Mama, shikamoo. Marahaba. Nilikuwa nauliza Aisha amefika huko? Kwani alikwambia anakuja huku? Ametoroka hapa nyumbani na hajamwaga mtu yoyote. Ameenda wapi? Nimempigia baba yake lakini naona simu yake haiko hewani. Na ndio maana nikaona nikupigie wewe mama nikuulize.
Hapana, sijamuona. Labda atakuwa yuko njiani, ila hapa hajafika. Okay, baadaye kama akija utaniambia nimfuate. Sasa hivi ukiwa na line ya Halotel unaweza ukapata bando hadi GB 10 kwa shilingi 10,000 tu, lakini ukiwa na 13,000 unapata GB 15. Sogea kidogo. Kuna huyu jamaa anaitwa Chris Bando. Huyu ndiye anayeongoza kutoa huduma za bando nchini Tanzania. Wacha nikupe namba zake ili uweze kumpigia akupe huduma za bando la kutosha. Namba zake ni 0615 75 4303 na namba zingine hizo hapo. Hakikisha unapotuma pesa yako jina lisome Christopher Luwaga. Chris Bando, enjoy Kitonga.